umenibariki. Umenibariki. Lakini sasa ili tununue CDN lazima muweke uso wengine. Kuna watu walikuwa wameweka uso ya business, wengine ni askari, mnaweka uso wa askari. Toeni hizo mauso muweke ya mbinguni. Kila mtu anyoshe mikono yake tuombe dhabihu. Baba, kwa jina la Yesu, ninanenea dhabihu zao ambao wamenyosha mikono, wabariki kazi yako. Ninaomba ukawanyoshe mikono, ukawabariki. Jinsi wamesimama na kazi yako, ninaomba ukasimame na kazi zao. Tetea afya zao, tetea watoto wao, tetea ndoa zao, tetea destiny zao. Ninaomba dhabihu hii ikanene wakati wamenyamaza, kama dhabihu ya Abeli ambao hata wa leo inanena. Hii dhabihu iwatetee, hii dhabihu wafungulie milango. Kila mahali wataenda, kimbali cha Mungu kiwe maishani mwao. Na ni kwa jina kuu la Yesu. Baba, ninaomba according to the word of God in the book of Malachi. The Bible says, you shall rebuke the devourer. I pray that you may rebuke the devourer, destroy the destroyer, silence their enemy. And I pray that you may open the windows of heaven and pour blessing upon their life until they lack a place to put their blessing. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' wonderful name we pray. In Jesus' excellent name we pray. In Jesus' excellent name we pray. Amen. Sema nitawakisha hiyo moto. Sema kwa jina la Yesu, huo moto wa kumsifu, huo moto wa kumwabudu, nitaendelea kuwakisha. In the name of. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mambo Walawi 6. Mambo ya Walawi 6:12 na 13. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwe daima juu yake. Sema yes. Nitarudia. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwe wake daima juu ya madhabahu. Usisimike. Kila mtu aseme usisimike. Kwa sauti kubwa kila mtu usisimike.
naye kuhani atatengeneza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Ongelengu, naye kuhani ataongeza kuni kila asubuhi ili moto uendelee kuwaka. Kila mtu inua mkono, sema kwa jina la Yesu, moto wangu utaendelea kuwaka. Hata wafanye nini, nitawakisha moto wa ibada. Sema yeye. Tuendelee kusoma 13. Biblia inasema moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usisimike. Funga Biblia yako tuangaliane. Tusianie itatoka maitani. Nondo lazima tuabudu Mungu. Sema amen. Somebody shout hallelujah. Na huo moto ulie kwa madhabahu usisimike, uendelee na kuwaka. Sema amen. Kwa nini maandiko haya yananena hivyo? Maana pale tumeona teachings na tukaona ya kwamba Paulo alipowakisha moto kuna nyoka zilitoroka. Sema amen. Tumesoma pale tukaona Yesu alikuja duniani akiwa na one mission, kuwakisha moto. Sema amen. Namba tunasoma tunaambiwa na hiyo madhabahu isiwahi simika moto, na makuhani kasi yao ni kusongesha kuni, kuongeza kuni. Na ndiyo maana nikoba naongeza kuni. Geukia mtu mwambie, na wewe ukiongezwa kuni hebu waka. Si maana niona wadhie na gubau ilio. Siwezi nikawa napiga hiyo kelele hapa na wewe unaanza kulala, na mimi naakisha moto na unalala. Mtu angaliane kipande kama kuna mtu anasinzia. Sema haleluya. Ngeugia mtu mwambie wakisha moto. Mwambie mtu wakisha moto. Mama tuyasia iwaka ni msoso, tuyasia twaka ni mwaki. Haleluya. Bwana apewe sifa. Praise the Lord of the Lord. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu, saidia moto wangu uwake kila siku. Hata wanikasilishe, moto wangu utawaka. Hata wanifitini, nitawakisha moto. Hata kama hawataki, nitawakisha moto. Sema amen. Inua mkono, sema nakataa. Moto wangu hautasimika. Kataa na moto wako. Kataa na moto wako. Kataa na moto wako. Somebody say yes. Maandiko inasema Musa siku moja akataka kuokoa mwana mmoja wa Israeli. Alikuwa anapiga Misri. Na maandiko inasema Musa alipokuwa na miaka 40 alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akatoroka akaenda kwa wana wa Israeli, akasema ni heri kuteseka na watu wangu katika nchi ya Israeli. Sema amen. Na alipounganika na Israeli na akajua Waisraeli ndio wao, yeye si Misri, maandiko inasema siku nyingine akitembea akapata Misri anatandika Mwisraeli, akakamata Misri akampiga, na maandiko inasema kwa bahati mbaya akamuua. Na maandiko inasema Musa akamsika kwa changarawe, pasipo wimbo, pasipo kwaya, pasipo masomo. Hebu yambe na yake ile bila kusoma Bible. Musa akasika mwanaume akiwa pekee. Na maandiko inasema kila mtu apandaye ndicho atafuna. Siku moja naye Musa alipokufa alizikwa na Mungu peke yake. Israeli hawakujua kaburi yake. Hakukuwa na nyimbo, hakukuwa na chochote. Inua mkono, sema nitaakisha moto wa mema. Akisha moto wa mema. Usiakishe moto wa fitina. Wakisha moto wa mema. Sema yes.
Na maandiko inasema Musa alipoua Mmisri na akamusika, ikajulikana kwa Farao, na Musa akatoroka. Na Musa alipotoroka, wacha nifungue koti sasa uone Musa ametoroka. Tu simu ni mimi pastor na nakimbizwa. Unaonaje? Makoti. Anakimbia akiepa Farao, maana Farao alisema naye atamuua, maana ameua Mmisri. Lakini nataka usikie maneno haya. Mungu ni mwingi wa rehema. Musa akakimbia jangwani yote, akakimbia mpaka nchi ya Midiani. Alipofika Midiani akachunga 40 years. Na siku moja alipokuwa anachunga, akapeleka ng'ombe kwa mlima wa Bwana. Leo nimekuja ibada kwa mlima wa Bwana. Usitoke hapa mikono mitupu. Toka hapa na neema. Wale wanakuonea waache kukuonea. Ibada hii ikiisha, kama kuna mtu amekukalia, sasa hata kukalia tena. Inua mkono, sema yeye. Pigia Yesu shangwe na vigalagala. Maandiko inasema Musa akalisha ng'ombe 40 years akichungia Jethro, kuhani wa Midiani. Kailo anachunga. How many years? 40 years. Siku moja maandiko inasema Musa akapeleka ng'ombe kwa mlima wa Bwana. Siku ile utambadilisha mahali unalisha. Siku ile utambadilisha ibada yako. Sili utapeleka ibada another level. Siku ile utaongezea ibada. Naomba maisha yako ibadilike. Sema yeye. Inua mkono, sema 2023 nabadilisha ibada. Sema fire. Maandiko inasema alipombadilisha ibada na akaenda kulisha ng'ombe, akiendelea kuchunga, kichaka ikawaka moto. Sema yes. Hapo ndipo tukiwa Sunday school tulimba. Kakudhuka mwe kakana mwaki na katabisa Mose asenga maze Mose umiyato. Kachaka ikawaka moto. Leo kuna kichaka ya mtu inawaka moto. Wewe ni kichaka ya Bwana. Kuanzia leo waka moto. Wacha kuwa Mkristo wa kawaida. Wacha kuwa ni Mkristo kama Elijah, Mkristo aliye na fire. Yesu akasema, Yohana akatoa ushuhuda, akasema nilibatiza kwa maji, lakini yule ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa moto. 2023 batizo na moto. Batizo na moto. Batizo na moto. Sema yeye. Maandiko inasema kachaka kalipo waka moto, Musa akasema wacha nikaribie nione maono haya. Kwa nini kichaka haiteketei? And the Bible says the bush was burning with the fire, but the bush was not concealed. I am here to declare you will not be concealed. Hautateketea. Watawakisha mioto ya uchawi, hautateketea. Wataleta mioyo ya vitina, mioto ya vitina kazini, hautateketea. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu nakataa kuteketea. Wewe concentrate. Nikikuja kwa hawa unaingia kwa huyo, analeta beat. Imeni, imeni. Yeah.
limetukuka. Inua mkono sema limetukuka. Nitalihimidi hiyo jina la Yesu limetukuka. Sema yes. Haya, twende pamoja tena na hiyo mbiti. Malaika sifa za Yesu Bwana, kweli limetukuka jina lake Yesu. Sema amen. Musa akasema nitakaribia nione kwa nini kachaka kanawaka moto na kachaka akateketee. Alipokaribia Mungu akaitana ndani ya hiyo moto, akaita Musa, Musa. Sema amen. Musa akauliza, ni maono gani haya unanionyesha? Mungu alikuwa anamwambia Musa maneno haya: Musa, wewe na kutuma tena kwa Farao aliyokukimbiza akakutoa Misri. Sasa na kurudisha huko tena, na wewe natakufanya kama hiki chaka, utawakishiwa mioto na Farao, na mioto ya Farao haitakuteketeza. Leo natambiria anga ya mtu yeyote atakuwakishia mioto kwa biashara yako, haitateketea. Inua mkono sema, mioto ya uchawi haitaniteketeza. The bush was consumed with the fire, but the bush was not consumed. The bush was burning with the fire, but the bush was not consumed. Inua mkono sema, nakataa kuteketea. Maono yangu haitateketea. Familia yako haitateketea. Uzao wa tumbo yako hautateketezwa. LGBTQ haitateketeza uzao wetu. Jehova atatetea. Sema yeye. Maandiko inasema Mungu akamwambia Musa, ninataka nikutume kwa Farao. Sasa naomba Mungu akutume mahali ulishindwa last time. Mungu akutume hapo tena. Inua mkono sema, Jehova, juzi nimekimbizwa na Farao, naomba unitume kwake tena. Mungu akamwambia Musa, I will make you a God before Pharaoh. Ninakutuma kwa Farao na nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Na sasa Mungu akamwambia Musa, Farao aliyemkukimbiza baada ya kichaka kuwaka moto, Musa atakmkimbiza. Leo natambiria anga ya mtu, waliokukimbiza jana, ukitoka kwa hii mbanda utawakimbiza. Waliokukanyangia utawakanyangia. Waliokukalia utawakalia. Inua mkono sema, naomba hiyo moto. Sema fire, fire. Sema yay. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Musa akakimbizwa na Farao. Makoti matwekuni. Amekimbia. Ni makoti tu ilionekana akipiga kona kama aka kakona. Makoti inapiga kona. Amekimbizwa na Farao. Lakini wakati kachaka iliwaka moto na Musa akaona kachaka imewaka, kukimbizwa kuliishia hapo. Kukimbizwa kwa mtu na madeni, kukimbizwa kwako kuishe, kukimbizwa na magonjwa, kukimbizwa kwako kunaisha, kukimbizwa na madeni, kukimbizwa na roho ya kisirani, kukimbizwa na maroho ya uchawi. Inua mkono sema, nakataa. Waliokukimbiza uanze kuwakimbiza. Sema yes. Mikono juu. Sifa za Yesu Bwana, kweli limetukuka jina lake
Jina la Yesu limetukuka. Ni jina lililo juu ya majina yote. Ni jina linafanya kansa ikauke. Ni jina linafungua milango. Ni jina linatetea. Ni jina linapigania. Ni jina linawezesha. Ni jina lililo juu ya majina yote. Hiyo jina nitalihimidi. Hiyo jina nitaitukuza. Hiyo jina nitaisifu. Hiyo jina nitainamia. Hiyo jina. Inua mikono tuimbe tena. Malaika